Movie inaanza, mabinti wawili wanaingia chumbani. Hao wote ni wanafunzi. Huyu alivaa miwani anaitwa Ejiro na huyu mwingine anaitwa Priya. Baada ya pilika nyingi, wanajiandaa kwa ajili ya kupika, na dakika chache tu tayari walikuwa wameshamaliza kupika. Wako sebleni wanakula. Wakiwa wanaendelea kusifiana kuwa chakula ni kitamu, mara Ejiro akapigiwa simu na mpenzi wake anaitwa Desmond. Desmond akamwambia kwamba yuko njiani anakuja kumuona. Baada ya simu kukata, Priya alimsifia sana Ejiro kwa jinsi mpenzi wake anavyompenda na kumjali, lakini Ejiro hakupendezwa sana na maneno hayo. Akamwambia, mbona wewe pia mpenzi wako anakupenda na kukujali? Lakini Priya akasema, yule mwanaume haendani kabisa na mimi, maana hana chochote cha kunipa. Wakiwa wanaendelea kula, mara Brian akaingia. Huyu ni mpenzi wa Priya. Ni kuibia tu siri kwamba hawa mabinti wana wapenzi, lakini mmoja mpenzi wake ni tajiri na mwingine mpenzi wake ni mshikaji tu ambaye bado anajitafuta. Priya aliletewa zawadi na mpenzi wake, lakini baada ya kuifungua furaha ikapungua, na hii ni baada ya kuona zawadi yenyewe kuwa ni ndizi. Ejiro akawaacha Priya na Brian akaingia zake chumbani. Priya ikabidi aonyeshe tu tabasamu kwa mpenzi wake, huku akimkumbusha Brian swala la kutafuta kazi. Ukiwa anaendelea kuzungumza, Desmond akaingia. Huyu ni mpenzi wa Ejiro. Desmond alisema, "Hai Priya, naendeleaje?" huku akiuliza mpenzi wake alipo. Priya alijibu akamwambia yuko huko chumbani anajisomea. Desmond akaingia chumbani akamkuta Ejiro akiwa anajisomea, na baada ya kusalimiana, Desmond akatoa zawadi akampa mpenzi wake. Ejiro alifurahi sana, lakini alimwomba mpenzi wake amalizie kusoma ndipo endelee na story. Huku mwamba wetu anaitwa Brown alimwaga Priya huku akimwahidi kwamba ataendelea kupambana kutafuta interview za kazi. Sasa huku Ejiro kila akilazimisha kusoma havikai kichwani. Tukumbuke tu kwamba mapenzi na masomo huwa havikaagi chumba kimoja. Priya naye akaingia chumbani, wakawa wanacheka na wanamtania Ejiro kwamba anasoma ili aje kuwa mtu mkubwa sana baadaye. Ejiro akaona hawa wananiletea utani, ikabidi awatimue wote nje. Siku iliyofuata Priya alienda ofisini kwa Desmond bila hata kumtaarifu rafiki yake Ejiro. Desmond alimkaribisha sana Priya kwa sababu anajua ni rafiki wa mpenzi wake. Kumbe Priya alikuwa amebeba chakula kwa ajili ya Desmond. Baada ya Priya kuondoka, dakika chache tu Ejiro akamtembelea ofisini mpenzi wake. Desmond alifurahi sana. Stori zikiwa zinaendelea, Ejiro aliona kitu chini ya meza, akauliza, hiki ni nini? Desmond akajibu akamwambia, rafiki yako Priya alipita hapa akaleta chakula, kwani wewe hujui? Desmond aliuliza. Ejiro alishangaa sana, kwa nini Priya amepeleka chakula kwa mpenzi wa mtu bila hata kutoa taarifa? Desmond akasema, labda ni kwa sababu mnaishi moja, kwa hiyo aliona akupunguzia kazi ya wewe kuleta chakula, kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi, alimwambia Ejiro. Priya akiwa chumbani kwake akiendelea kuperuzi kwenye mitandao, mara Ejiro akaingia akiwa na hasira sana. Usikose sehemu ya pili, lakini nakukumbusha kulike, kusubscribe, kushare, comment ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo hapa hapa Talks Movie Center.